Okay, bana, story ni Diana Enenje. Nigeria. Wewe unajifanya umpende? Mimi sasa sinatambulisha na nini? Sawa. Kwa nini sio kwamba kwamba unajua kuna mtu unampenda na unamfuatilia vitu tofauti. Lakini unamkubali. Namkubali. Mimi namkubali kwenye kufa, sio mambo unataka ni mkubali. Mimi nitabaki kule chu. Bana, story ni kwamba Diamond Platnumz. Simba la Masimba Dangote. Ndio. Wewe zombi hujui? Na Simba na Masimba Dangote. Sasa yeye huko Nigeria kwanza unajua alienda bila ya binti alikuwa na show zake Mbeya. Ndio. Pesa kwanza, mambo mengine baadaye. Kwa hiyo kaenda Nigeria. Unajua kuna kitu kinaitwa upweke. Sisi wanaume tunapenda upweke. Umeanza. Upweke. Yaani ukimwangalia Juksi kuna Priscilla mara kaitwa ameenda kunywa juice, wewe umekaa. Alafu kiangalia wazifa wako. Twende taratibu. Kwanza kaniambia kwamba watu walienda kwenye harusi walikuwa wanatoa upembeni. Alikuwa na +1. Wengine sio walikuwa tuwaone kwa sababu wana majina kihivyo. Wengine walienda wao kama wao. Alienda Bilnas na nani? Na nani? Sasa Ankoti alienda na nani? Ankoti? Sasa Ankoti umjui? Kafanyaje? Unaona sasa? Ankoti sasa alikuwa na mshikaji wake. Ankoti alikuwa na mwanae sana. Nani? Si yule nani? Wanae sana au kumuona. Wala unatafuta mimi ubaya. Wala unatafuta mimi ubaya. Unasema kwamba kila mtu alienda na wa pembeni yake. Hapana. Na mimi kitu kingine ambacho naona kabisa kwamba dada yangu kutokwenda. Unajua kwamba hata angeenda Nigeria sawa tu, tukatae kwamba yeye ana ushikaji na Priscilla pamoja na Juksi, unaelewa? Lakini Nigeria alikuwa anaenda kwa ajili ya sherehe, unaona? Lakini ukiangalia huku show alikuwa anamuingizia hela nyingi. Umeona? Kwa hiyo wewe uende ukasherekee urudi mtupu, uache hela, au uende kwenye hela mwisho wa siku upate hela. Wakirudi unaenda kuwapatia nini? Zawadi yako. Hela angepata tu, hela angepata kwa vile vibuna wewe kanasambaza kule Simba. Alikuwa anapita klabu anawapa tu hela usoni anawabandika. Yaani uko kisinzia tu klabu Simba na kubandika hela usoni $100. Sasa zenyewe pale sizikuwa ndogo, utafanisha na mpunga ambao ataupokea huko. Sasa afika bara shilingi ngapi? $100 zimetoka ngapi pale? Mimi namsifia kwanza, kitu alichofanya bwana ni kizuri kwa sababu angeenda kule wa Tanzania angeenda kwenye harusi. Mgeanza sijui nini. Angeenda kwenye harusi. Bora alipopiga zake show. Mabinti walikuwa wengi kule, hadi akina Rimpo wameenda. Sawa. Watu wengi wameenda kule. Ungefika kwenye harusi kwa sababu pengine unapohudhuria matukio kama haya Mungu naye shani ya ndoa na kusogezea karibu. Sasa ukikaa karibu na uwaridi basi utanukia. Sasa uwaridi uko na mbali unategemea utapata ndoa kweli? Hamna bwana. Yule kama ndoa ipo. Mimi namtetea kama ndoa ipo na tutatamba nayo. Sasa sikiliza nikwambie. Jamaa baada kufa kule akaona +1. Unajua Noeli alikuwa yuko busy na Ankoti. Wale unajua company washikaji. Kwa hiyo haina hataja ya kutafutia +1 nyingine. Nandi Bilnas. Kina Bidaza nao tulikuwa tunaona namna gani. Sababu alikuwepo kule. Lakini ndio Bwana Mondi, unajua wa Nigeria kati ya watu ambao wanakubali wa Nigeria sasa wamekubali kwamba Tanzania kwenye upande mzima wa relationship wako vizuri. Watu wa Nigeria. Baadhi bwana usiseme kwa. Wamekubali. Kuna sababu kuna mshikaji very dark black man yule. Mshikaji ni kama sisi tunachokifanya lakini mara nyingi huwa ana kama tuseme Mange Kimambi wa Nigeria. Yeye ni Mange Kimambi wa Nigeria sana. Wakati harusi ya Juksi na Priscilla kabla haijakuwa mahusiano tu akaanza kuyatilia shaka. Akasema hapa harusi hakuna. Alisema harusi hapa sio yeye na wengi walisema. Lakini baada ya harusi na Juksi kukubali kufuata utaratibu wa Nigeria, sheria, taratibu, tamaduni, mila, desturi zote, akasema basi Tanzania na Niger ni ndugu wa karibu. Kwa hiyo baada sasa Juksi kwa vile na wanajua Tanzania msanii gani mkubwa, usiwa Nigeria wanajua msanii gani mkubwa Tanzania. Wakamuona kawaheshimu wa Niger kwa kufika kwenye harusi ya rafiki yake. Naye ni Diamond Platnumz. Baada ya kufika pale, baada ya kufika sasa Diamond akawa yuko peke yake. Wa Nigeria wakatafuta mtu gani ambaye anaendana na Mondi. Kwa hiyo wakaanza kusaka bwana. Jamani moja mdada moja mrembo sana. Kwanza she's natural. Mimi nishakuona ushania Nigeria. Perfect. Yaani hata mwezi hujaisha mwaka hujashamia Nigeria. Ana tumbo naturally.
ana kitovu. Yani Yami hawa unampata Diana Eneje. Mtoto ana smile. Kazi ipo. Kwanza anavaa ni model alafu ni influencer. Kuna mtu ambaye vai. Haimbi huyu. So mwanamuziki ni model na influencer. Alafu sasa ni mshindi wa tuzo ya most influential and fashionable person in Nigeria. Yani mtu mwenye ushawishi. Au unafanyaje? Bwana. Mimi naongea ukweli usemwe. Ukweli wapi? Si ndo huu. Ukweli usemwe. Yani unavyomsifia huyo. Jamani tutawekea picha huyo Diana Eneje. Tutawekea hiyo picha. Alafu wewe utaniambia anavyosema Adabu ni kweli kina Yami wawili. Siji mtoto tumbo nacho. Wengine maana inaonekana matumbo yao ni artificial. Wengine matumbo yako ndio gym nini? Yaani wana tumbo lenyewe. Utajuaje kama ameenda gym? Huyu ni nini? Yaani anaonekana ni mwenyewe kabisa. Alafu sasa kingine mimi sikufichi. Mtoto anavaa. Anajua kuvaa. Sema labda tu kwamba ana muonekano wa kuvaa. Kwa hiyo wengine muonekano wa kuvaa hawana. Basi kuna wengine muonekano wa kuvaa hawana ndio. Mimi si usemi huo. Kuna wengine ndio muonekano wa kuvaa hawana. Sasa huyu kila akivaa magunia. Huyu akivaa nguo kama anaenda kulala bahati mbaya apendeze. Simba angalia nguo. Ona hii fashion. Hii mnananiliu bwana. Wewe ukuniambia sikukuu unatafuta hizo nguo na ukakosa. Ukuniambia kwa unatafuta sikukuu hizo nguo na ukakosa. Kwa Adabu unanizalilisha. Diana Eneje kaivaa nguo na angalia mwenyewe, sema mwenyewe hapo unasemaje? Hapa muda mwingine mwanga na kamera imemsaidia. Kwa kapendeza hajapendeza? Hajapendeza. Acheni wivu bwana mabinti ya Kitanzania. Kuna muda tukubali tu mahusiano tukatafute nje ya nchi huko. Hapana. Pengine tutakuwa na mahusiano mazuri. Yani tunasema kwamba Adabu kwamba mimi simpondi. Mzuri ni mzuri. Anavutia. Unaona? Atabaki kuwa na uzuri wake, atabaki kuwa na mvuto wake. Umeelewa? Lakini hawezi akamzidi Zuchu. Hawezi. Sasa ubaya ni kwamba hata marafiki ila marafiki nao au tena mashemeji wana. Sasa kuna video moja na trend hapa inamuonyesha Jux akiwa kwenye masuala mazima ya harusi pale, yuko na Mondi pembeni. Alafu Diana akawa anakatiza. Sasa Jux baada kuna Diana anakatiza akamshtua wewe ndio huyo hapo. Unakuta hapa Pangito alikuwa anamuonyesha Adabu. Jamani, maana watasaidia kuweka hii video. Uiweke waione hapo. Yaani ili watoe maoni yao. Ni ukweli alikuwa anamuonyesha Diana au alikuwa Jux anamuonyesha kitu. Yaani Jux alikuwa yuko busy na mume. Kwa sababu Jux alikuwa anaongea na ule rafiki yake na Priscilla. Ndio. Wakati anageuka hivi, kwanza hayuko aware kwamba Diana anakatiza. Kaja kuona Diana huyu hapa. Yeye anafika ndio kumshtua wewe, bro yule pale. Pembeni Mondi akaonekana kama kashika simu. Kwa maana nataka kusema kwamba Mondi kipindi anaenda kwenye harusi Nigeria tayari alikuwa na mtu wake, kama nikienda naenda kukutana na mtu fulani tayari. Kwa sababu kama ulikuwa unafuatilia zile video, kuna watu walikuwa na shoot matukio. Kila video ya Diana alikuwa akicheza. Watu wanasema DD 2026. Utajuaje kama ulikuwa na DD 2026? Si ndio hivyo Diamond na Diana 2026. Ndio watu nayo na tunatamba nayo 2026. Nimemaliza. Unataka kusema nini tena kwingine? Diana kabisa hadi na ndoa kabisa tunasema tunatamba. Sasa hivi tunaona Nigeria. Ndio tunajua Zanzibar na Kigoma basi. Wao waseme ndoa gani yenyewe? Ngoja sasa. Wewe nitolee mfano Mzanzibari gani kama Muha kaolewa na Mzanzibari gani? Mfano wote tu haraka. Wote. Sio Mbanyema kaenda kamoa Mpemba. Hii ndio itakuwa ya kwanza. Na ndio maana ngumu. Yaani migebuka paka kwenye nini huko? Ndoa ngumu. Unapanda gari mpaka gope zote zina nini? Yaani upande gari ufike sehemu upande boti. Wewe umeona shughuli ishakuwa ngumu. Ila ngoja yote kwa yote, lakini ndio itakuwepo jamani. Sisi tunaendelea kusubiri. Vipenzi vya Zuchu tunaendelea kusubiri. Na ndio ikitokea Adabu. Hapa mimi nakwambia kama sisi atusahau kama ataoa hapa. Kama ataoa hapa miaka 50-55 ejigo. Kivipi? Yaani anaoa na miaka 50-55. Sasa unashangaa huu 2025 hauishi. Ndio tunatamba naye. Na Zanzibar tunaenda na bot. Vina muda basi. Mimi namwangalia Diana Eneje tu hapo. Vina muda? Mtoto anavaa nye. Hapo hamna. Alafu anavalishwa na brand kubwa. Kitu kingine nikwambia achana na mtandaoni.
mtandaoni kila mtu ni peace, mtandaoni kila mtu anavutia. Tunataka live. Wewe umemwona Zuchu? Nani? Unamjua Zuchu? Bila makeup, sura ya duara kimviringo. Sasa hiyo bila makeup ndo nataka nikuonyeshe hapa. Hiyo bila makeup mtu ipoje? Adabu naonekana nani wewe Diana sijui kukupa nini jamani. Bana Diana mwache. Amfikii. Dada hicho alichomzidi tu nani dada yetu. Alafu kitu kingine hana. Kitu kingine hana cha kumzidi dada yetu. Kitovu. Anacho. Kitovu chake kitoka kuoga maji anabaki mpaka hapo. Anacho. Dada yetu mbona anacho? Sema tu apendi tu kile chake akina shimo. Shimo lake hiyo ana shimo fulani hivi. Kaa hivi. Adabu. Mbona sio mzalendo adabu? Watu wanashoot kila mtu Diamond. Alafu kuna clip jeu walikuwa wamecheza watu kwenye harusi. Ndio nimeiona mcheza wote. Na Mondi alikuwa anaonekana. Sasa alikuwa anapa support. Mimi sijawahi kuona Mondi anacheza kwa passion kama siku ile. Kacheza kwa passion kuliko siku zote tangu nianze kumjua Diamond. Hawajawahi kucheza kwa passion na mdada kama alicheza na Diana. Jamani tushaona. Yaani hao ndio ambao ukiwapa fursa moja tu ya kupanda ndege wakatoka hapa nchini kwetu basi adabu wa kwanza. Diana. Leo ameona Nigeria, Diana eneje. Kesho ikitokea wameenda sehemu nyingine utaama adabu. Kuwa mzalendo. Alafu uje kingine na mimi kitu ambacho nampendea Zuchu anakuambia wachezeo wakimalizwa wataenda. Sasa hivyo ndio uolewi. Hawaachani. Hivyo ndio uolewi. Yaani hivyo ndio uolewi. Yaani hivyo kikana wewe mwanaume anakuangalia, wewe tu hapo hajakuoa ushaanza. Nakwambia nyie mkiachana kwenda sweet. Akija kukuoa akakuweka ndani wewe siku mama yake bahati mbaya akakukosea utamchamba wewe. Hamna wewe kumchamba. Anamwambia ukweli amchambi. Umeona Diana kwanza ana aibu. Ana aibu. Yaani unaona anacheza na Mondi lakini kama hataki yani anaga aibu. Yuko na video niliona yuko na Mondi basi umekaa na mzee tulia. Kaka kuna mtu anamshuti yani ile si nini ukimaliza anacheza kabisa nikajisahau. Mpaka akafanya kama uliona. Alifanya adabu hapa. Kama inatokea tunaombea heri. Lakini binafsi mimi nimependa tu dada jinsi alivyo, muonekano wake, jinsi anafujiweka. She's so classic. Jamani watazamaji wetu. Tunaweka hapo picha ya Diana, tunaweka na picha ya Zuchu. Utatuambia ni vitu gani ambavyo Diana kamzidi Zuchu na vitu gani ambavyo Zuchu kamzidi Diana. Je, kati ya Diana na Zuchu nani anaendana? Hadi Kiingereza tuzingatie mpaka kwenye Kiingereza Basi tuzingatie na kwenye Kiswahili. Mpaka kwenye lugha international ni Kiingereza. Kwa sababu Priscilla akija hapa anaongea Kiingereza. Kiswahili akijua baadaye. Jux kaenda kule anaongea Kiingereza. Mzanzibari anakipiga. Mmoja hata na Emialade alikuwa anaongea vizuri. Anakipiga. Yupo vizuri. Sasa kusalimiana pipipi uwezi bwana. Pipipi kusalimiana na mtu uwezi. Yule ni anakipiga bwana, kuna ile nyumba yake ile fulani ile na yeye alipiga Kiingereza freestyle. Uliona? Ile amepiga Kiingereza. Sasa Kiingereza kile sina. Pipipi bwana nawe bwana Kiingereza kile sijui I want you to be my last love. Malaila. Sasa ukiona kile hicho kuna wengine hawakiwezi. Asa staki mwingine. Hamna bwana. Kama tukuna nafasi ya jamaa kuangalia namna ya kufanya nchi yetu kuungana na nchi nyingine, basi afanye mchakato tu. Huyu Diana eneje, she's so perfect. Bado hajaingia kwa watu wote ambao Simba na Masimba Dangote alikuwa na huyo Diana. Sijamuona kaingia wapi. Natamani angeenda. Si ule umbea mwingine tena. Mawala katuma message nyingine. Kama kawaida yake. Sijui ana vyanzo anavipata wapi hizo habari. Sasa hii katuma bwana Mange bwana. Mange Kimambi. Kawaposti pale wanandoa. Kawaposti wanandoa. Wapya. Halafu wanandoa wa 2025. Alafu akaandika sema unanukuu. Unajua The Shade Room moja ya peji kubwa kabisa ya umbea duniani. Yani hatari. Kubwa kabisa ya umbea duniani. Yaani ukiona umepostiwa The Shade Room. Wewe tayari mtu mkubwa. Kama so Justin Bieber. Wewe Michael Jackson.
Michael Jackson kwanza ina followers milioni 29. Yaani ni milioni jamani. Milioni 29. Sio okay ya. Ni kubwa. Ni kubwa sana. Kwa hiyo wakawa wameposti harusi, yani wameposti dress code ya Jux na Priscilla. Alafu Tanzania oe wakawa wameandika what was the dress code? It seems like Priscilla and Juma wedding was the place to be, and all the guests went above and beyond the assignment. Which wedding guest came the hardest roomies? Kwamba wamesifia jinsi walivyokuwa wamevaa Priscilla na Juma kwenye wedding yao, lakini pia hata wageni ambao walifika walikuwa wamevaa vizuri, yani wameendana na jinsi harusi ilivyokuwa inataka. Kwa ilikuwa ni white wedding fulani ambayo ilidamshi, ili happen. Kama wazungu wanavyofanya. Mange Kimambi kai screenshot ile and then akapost, akaandika na nukuu sasa Mange kama Mange kaandika Dadeki Juma kapostiwa the shade room. Ukweli usemwe Juksi kajua kuoa ise. Hii ndoa wazungu wanaitaga marrying well. Career yake can only take off from her onwards. Yani kajua kuoa. Kajua kufanyaje? Kuoa. Kajua kufanyaje? Kuoa. Hongera Juma, ila nina swali. Wewe umeoa kweli kweli? Tena umeoa sehemu ambayo you can grow big. Yani umeoa kwenye soko la Afrika nzima. Ila mbona ulikuwa unamsakizia mwenzio akaoe Pemba? Yahe ndo wewe hapo. Wewe unamsakizia mwenzio akaoe Pemba. Atokea kwenye migebuka aende kwenye pweza. Akaendelea. Wewe umeoa huko kwa watu wa maana, ila mwenzio ndio akaoe kwa Hadija Kopa, awe na kazi ya kupigiwa video call na mke na mama mkwe wakiwa kwenye Kigoma wanachamba. Jamani. Mnamaliza nini? Sijui mna nini na vikao vya kumaliza, huyu kwangu wa banduki hata mumpe. Haya. Akaendelea. Wewe umeoa kwenye klasi, mwenzio unamsakizia aishie kwenye urojo. Ila Mange. Ila kuna sehemu nimeona unamstua Dai amwangalie Diana. Akaandika na kojoa. Kanacheka mpaka anakojoa Mange Kimambi. Na ulijua kulia kisanii alafu muone mwenzio anakufuta machozi. Nilicheka eti hiyo hapa sasa ndo kwenye slide hapa akamuonyesha Diana jinsi alivyo. Wewe sasa Mange dada wa taifa kamkubali yani Diana, kampitisha kwenye list yake. Who are you? Sasa Mange ndo nani? Hata kama Mange kampitisha sasa si ndo kakubali yani. Mange anaweza kampitisha, Mama Dangote kampitisha. Yani pale Jux, unajua Jux ni mjani. Jux anampa fundisho ndugu yake. Kwanza anaonekana atakamwambia bro njoo mwenyewe. Kamwambia bro njoo mwenyewe. Jux bwana anampenda jamani Zuchu. Kamwambia bro njoo nikufanyie mchakato upate mtu njoo. Jux anampenda Zuchu, mimi nakataa. Kafika kule kakutana na Diana na kamuonyesha Diana ndo huyo hapo. Hebu muangalie mtoto piskali. Kapendeza. Amazing. Adabu leo hakuna. Huyo Nigeria, Tanzania hakuna. Tanzania na Nigeria. Jamani ndio itabaki pale pale. D na Z basi. Hebu angalia hivyo kwa nguvu tamka nini? D na Z. Hebu itamke sasa ndo D na Z mwaka gani ya ndoa 2025. Itamke sasa yote. D na Z 2025. DD 2026. Cheki kwa rahisi kuitamka. DD 2026. Hakuna. DD 2026. DD na D always utaka DD na D bwana. DD na kwa amazing. DD Diamond. Kitu kingine. Huyo usikute ni Mkristo. Diamond Platinum Muislamu. Jux ni Mkristo. Muislamu. Kauzishwa na Bible. Basi ile ilikuwa mila na desturi, lakini sisi tunapojua Juma kaoa ndoa ya Kiislamu. Juksi kaoa ndoa ya Kikristo. Wapi? Nigeria. Huku ndo wao uliona kawaje? Adabu hapana nakataa. Kwamba unataka kuniambia kwamba Jux amefanya kama Barnaba? Kabadili. Sasa hapo umeoa umeolewa. Hapo umeoa umeolewa.
kaoa, lakini si ndio hivyo kamfuata mwenzie. Hiyo anaitwa Mrs. Mkambala. Sio umenielewa? Kwamba ni tayari ni mke wa Jux. Ndio skatai. Lakini ndoa ambayo imeenda kufanyika Nigeria, kwa sababu Nigeria kwa kuna traditional wedding, ndoa ya kitamaduni. Maana sisi tuko tunajua baada ya ndoa ya kitamaduni ikishaisha akasema kuna white party. White party maana yake ni sherehe baada ya harusi. Lakini kwenye sherehe baada ya harusi tukaona wamefungishwa tena ndoa ya Kikristo. Labda utakuta labda katika mimi ninavyoamini mimi itakuwa labda katika ndoa yao hiyo ya mila na desturi basi kuna tamaduni zao ambazo huwa wanazifanya, labda wanamuita na labda si unajua tamaduni nimesema. Mimi binafsi naamini ya kwamba Juma kweli leo huyu kawe anaweza akaitwa Justine, uwe Christopher, Jux anaweza akaitwa John, yani J inaenda kokote, anaweza akaitwa Josephat. Hapana. Jux abadilishe tu, abadilishe. Yani mapenzi kama anakupelekea ubadilishe nini? Kwa hiyo ngoja twende taratibu. Hata wewe adabu ukimpata mtu mwenye hela, utabadilisha kutoka adabu na kuwa amuzi. Bana, hapa ni The Gossip Table. Tuna sign out, lakini andika maoni yako hapo juu ya hiki ambacho tumekuletea siku ya leo. Bana, wewe ni team Diana, team Zuchu? Tuambie kabisa kwenye comment hapo na kwa nini. Zuchu tujuane. Team Diana tupo hapa. Bana, tuna sign out. Bye bye.